kama alivyosema hapo kaka PFD, binadamu tumeumbwa kuona matokeo yanayoonekana kwa macho. Ndio unasema okay, naona yale pale ni matokeo, lakini matokeo makubwa ni yale ambayo hayaonekani kwa macho, spiritual, yako kiroho zaidi. Yani au you can feel in your subconscious mind. Yani unaweza ukafeel kutoka kwenye, yani unaweza kuyafeel kutoka kwenye ubongo wako, sio unayaona kwa macho. Ukiona matokeo yanaonekana kwa macho ni material thing. Mimi nitakwambia hivyo kwa sababu ya kitu kimoja. Tuna uono wa tofauti kila mtu. Kuna mwingine anaweza kaona mambo kisiasa, kuna mwingine anaweza kaona mambo kiuchumi na vitu vya hivyo. Mimi nataka nikwambie kiukweli, tukio moja tu la tarehe 29 limeifikisha Tanzania pabaya sana kiuchumi. Kama haujui, chukua simu yako hapo, kama una simu mbili, ingia nenda kaangalia exchange rate ya Tanzania shillings na US dollar. Utakuta imekaribia 2600. Na katika kukaribia huko, hiyo 2600 ni international market. Ukija kwenye local market, maana yake benki zina exchange kwa 2630, 2650. Maana yake nini? Benki pia hawatoi dola nyingi. Maana yake mtu anayefanya biashara zinazohusiana na masuala ya international transaction lazima aende akanunue dola kwenye black market. Kwenye black market dola inauzwa 2700 saizi, 2750. Shanielewa sio? Hivi hapa mnaona kuna swala, si wanauza dhahabu, si wanafanya nini huko kote, wanataka kujizungusha ili kuweza kukava hii hali. Tunaelewana sijui? Hii yote wanataka kujizungusha ili waweze kuikabili hii hali. Lakini nataka nikwambie, kadiri kuna wakati ukikalia kisu, kadiri unavyojitikisa ndio kisu kinavyozidi kuingia. Mimi nataka nikwambie, yani hawa saizi kisu kitazidi kuwaingia kwa sababu wamecha kikalia, alafu hakuna kitu kile wanachofanya, wanabaki wanafanyaje? Wanabaki wanajitikisa. Saizi wanajifanya wanataka kuuza hiyo dhahabu. Kumbuka, dhahabu ilikuwa of the gold standard since the Nixon president of America. Alitan nini? US dollar of the gold standard. Maana yake sasa, saizi wao wanapotaka kwenda kuiuza dhahabu wataenda kuiuza kwa bei ya nini? Ya bei ya dunia. Wakienda kuiuza kwa bei ya dunia, itakuwa exchanged kwa US dollar against nini? T shillings, of which wataiuza kwa hasara ili mradi wapate vidola vichache, kwa sababu nchi haina dola. Ieleweke kabisa, nchi haina pesa za kigeni. Tuelewane hapo. Kwa hiyo wanachokifanya, wanasema tunauza dhahabu. Angalia wanavyoenda kutuibia. Tunauza dhahabu ili kwenda kuwekeza kwenye miradi ya ujenzi. Mimi nitakwambia, wasituone sisi wa Tanzania ni manyumbu, tunasahau. Mwaka juzi hapa, na nini inaenda kutengenezwa na bajeti mbili. Bajeti ya kwanza wameishu Samia Infrastructure Bond, wameiruhusu CRDB, na Samia alienda pale na Mwigulu Nchemba alikuwepo pale. Nikawaambia watu, hiki wanachokifanya ni pesa yao. Hii bond ni hela yao wao, sio ya government. President anawezaje kwenda kwenye private bank akaenda kupromote bondi fulani yuzo, wakati government ina issue bondi daily kupitia government bond, kupitia BOT? Yani tu movement hiyo huwezi kuijua. Wakaenda pale wengi wajinga wanajiita watoto wa mjini. Akaenda kwa Mwigulu Nchemba, walikuwepo akina Mchengelo, walikuwepo akina Samia mwenyewe ndo alikuwepo. Samia ndo akawa anaipromote pale HQ ya CRDB. Leo wanasema tunauza reserve ya dhahabu ili kuweza kufanya ujenzi wa barabara. Nataka niwaambie, saizi tulikofikia, hata mishahara, na hapa tulikofikia ndipo patamu. Saizi tulikofikia, nataka niwaambie, natoa maximum mwaka mmoja. Natoa maximum, yani mwaka huu si mwanzoni, natoa maximum mwaka huu. Vyombo vya ulinzi na usalama vitashindwa kulipwa mishahara. Mimi nawaambia, tutakuja hapa kama tutakuwa tupo salama. Tanzania saizi imeporomoka thamani, hakuna mfano.
na imetengwa. Sasa hizi kuna mgogoro unaendelea chini kwa chini, ni watu wanasema kwa sababu tunataka mambo tuyaone kwa macho, lakini kuna mambo ambayo hayaonekani kwa macho. Sisi tumeshashinda. Sisi tumeshashinda. Kuna mambo ambayo hayaonekani kwa macho, sisi tumeshinda. Tumeweza kudepreciate shilling against dollar. Mpaka saa hizi sisi hatuna nguvu yoyote kukizidi kikundi ambacho kitaweza kushika silaha na kikaweza kujipanga vizuri, kikawa kinaweza kulinda vizuri watu wake kimaslahi. Hakuna. Hii nchi haiwezi. Yani nchi imesha poromoka. Trust me. Trust me. Nchi yote ambayo thamani yake ya pesa yake thamani yake inaporomoka against US dollar, usiniambie uchumi wake bado umeimarika. Hiyo kila mmoja anajua. Labda tukiongea kwa lugha ya layman, lugha nyepesi, ni layman kabisa wa darasa la 7 au mtu wa mtaani kabisa, kwamba nchi yoyote ambayo local currency yake inazidi kudepreciate, inazidi kushuka ukilinganisha na dola, basi hiyo nchi mambo yake ni magumu. Kwa maana gani? Tunanunua vitu kutoka nje kwa dola. Hakuna kitu kinapita pale bandarini malipo yake yanakuwa shillings. Hicho cha kwanza muelewe. Malipo pale bandarini yote yanafanyika kwa in terms of dollar. Maana yake nini? Maana yake mimi nikienda kununua leo sukari kutoka nje, sukari nitaiagiza kwa gharama. Nikiagiza sukari kwa gharama, lazima sukari niiuze kwa gharama. Nitaenda kununua ngano kutoka nje, nikiingiza ngano kwa gharama, itabidi itabidi ngano yangu niiuze nini? Kwa gharama. Yule mtu anayenunua ngano ile aenda katengeneze mkate na wenyewe utauzwa nini? Kwa gharama. Na kwambia noti kauli ya pili, soon tutaenda kununua mkate shilingi 4,000 5,000. Sasa hizi 3,000 tunanunua. Sasa hizi kununua mkate 3,000 sio issue. Kuna mikate tunanunua 3,000. Achana na hii 1,000. Kuna mikate tunanunua 3,000. Ipo. Lakini soon tutaenda kununua mikate shilingi 5,000 na andazi na kitumbua tutaenda kununua shilingi 1,000. Na sukari tutaenda kununua shilingi 10,000 per kg. Magufuli aliacha dola ni 2,300. Aliacha dola inacheza 2,200, 2,300, 2,200, 2,300. Magufuli. Sasa hizi dola inacheza 2,600. Tunaelewana sijui? Tunaelewana sijui? Na haipatikani. Sio 2,600 ndio utapata. 2,600 hiyo maana yake haupati. Sasa inabidi uingie kwenye black market. Kwenye black market ndio utaenda kupata dola kwa 2,700. Tunaelewana vizuri sijui? Utaniambia hapo uchumi bado upo. Na hii yote nini? Kwa sababu mimi wakati mwingine namshukuru sana Trump anachokifanya. Trump ameiwajibisha European nation. Baada ya kuiwajibisha European nation pamoja na United Kingdom kwa kuweka tarifu kubwa, wale sasa na wenyewe wamekata misaada huku chini. Huku chini hatupati misaada. Kwa kuwa huku chini hatupati misaada, hatuna kitu cha kufanya. Wale ndio waamuzi wa ununuzi wa dhahabu zetu na wale ndio waamuzi wa soko la dunia linavyokwenda. Maana yake ni nini sasa? Maana yake automatically inflation inaenda kutokea. Na ndio maana sasa hizi fuatilia bei ya hisa. Bei ya hisa imepanda. Bei ya hatifungani imeshuka. Bei ya bondi imeshuka. Maana yake hisa zikipanda, shares zikipanda, maana yake is a sign of inflation, kwa sababu serikali inazuia inflation ili kuweza kulinda bondi, kwa sababu serikali yenyewe ina issue bondi. Inauza bondi ili kuweza kupata mikopo ya kuweza kuendeshea nchi. Kwa hiyo imeshindwa kucontrol, kwa hiyo share sasa zinapanda, na kwa sababu zinapanda maana yake huku kunakuja kutokea tatizo kubwa la price. Price huku inakuja kutokea tatizo la price. Likisha tokea tatizo la price, itabidi tuanze kukubali kwenda kununua vitu kwa gharama. Tukienda kununua vitu kwa gharama, maana yake kila mmoja ataongea lugha moja na sisi tunaoiongea hapa saa hizi. Haihitaji nguvu nyingi. Kila mmoja ataongea lugha moja tunayoiongea hapa saa hizi. Kila mmoja tutaongea lugha tunayoiongea hapa saa hizi. Kwa hiyo mimi niwaambie tumeweza kupiga kwenye mshono. Na hapa tulipo mimi nataka niwaambie serikali haina nguvu. Bado kitambo kidogo tu. Imebakia sehemu ndogo tu. Tuzidi kushikilia hapa. Na mimi namuomba Mungu azidi kushikilia hapa. Serikali ifike sehemu ishindwe kuwalipa migambo wake. Siku ikishindwa kuwalipa hawa migambo wake, siku ikishindwa kusimamia
mafunzo yanayoendeshwa na hawa migambo wake, maana hawa migambo wake mafunzo yao yanakuwa ni ya gharama sana. Wanaweza wakaenda kwa kakaa miezi 2 mitatu wanachukua mafunzo. Hawa mnaoita wanajeshi ni migambo, wanachukua mafunzo hiyo, yana gharama sana. Watakula, wanakunywa, wanalipwa sija allowance na nini. Nataka nikwambie serikali saizi haina uwezo wa kuaccommodate, haina uwezo wa kuaccommodate. Wewe unataka kuniambia kwamba hatujapiga kazi? Unataka kusema kwamba hatujapiga kazi? Mimi nasema unataka kusema kwamba hatujapiga kazi? Kazi tumepiga kubwa sana sana, kazi tumepiga kubwa. Na nataka nikwambie saa hizi tulikofikia, hata wenyewe hawalali usingizi. Nataka nikwambie, ndio maana leo huyu anaongea hiki, anakwambia tunauza reserve, tutabakiza kiasi. Na nikwambie wameissue treasury bill, T-bills, government bond, imeisha. Kile kiwango kilichotakiwa waissue kimeenda, kimefikia kikomo. Saa hizi wanajitikisa viuno, wanataka waissue euro bond. Euro bond inanunuliwa kwa US dollar. Hapo ndipo penye kivumbi kingine. Yaani pigo la kwanza baada ya mwaka mmoja vyombo, taasisi za serikali hazitaweza kulipwa mshahara. Serikali itakuwa incapable ya kuweza kulipa watu wake mshahara baada ya mwaka mmoja. Ndani ya hii miezi michache, wakati huo mwaka mmoja tunausubiri utokee, kutatokea mfumuko wa bei mkubwa sana, ambao saizi umeshatokea. Saizi tayari umeshatokea mfumuko wa bei mkubwa sana. Ni kama umeagiza chakula, umeletewa kwanza cha kuonja, mfumuko wa bei utatokea mkubwa sana. Mfumuko utatokea bwana. Waki euro bond ndio silaha yao ya mwisho. Hapo ndipo penye kiama na kilio. Itatokea nini sasa? Itatokea deni litakuwa linazidi kuongezeka accordingly. Ya nini? Ya dollar fluctuation. Dollar fluctuation haijawahi kuiacha salama shilingi. Sitaelewana siwi. Dola haijawahi kuiacha salama shilingi yoyote. Kenya walifanya huo ujinga. Saa hizi tunadaiwa trilioni 120 trilioni. Serikali inadaiwa 120 trilioni. Alafu tunakuja huku chini, tunakuja kusema kwamba, yaani nataka nikwambie, hakuna wakati ambao huyu mama hatutomsahau kama kipindi hiki anachokifanya. Hakuna wakati, hakuna ambaye hali. Mimi nataka nikwambie ni kwamba hawa walikuwa wanafikiri pengine sisi tunapiga kelele peke yetu. Sasa hizi waulize wafanya biashara, waulize tu wafanya biashara, watakwambia. Kwa unaweza ukajua tumefikia wapi. Na siku moja nilisema hapa, kama leo alivyosema PFD, unajua uwezo wa Mungu si uwezo wa mwanadamu. Sisi wanadamu tunapenda vitu vinavyoonekana kwa macho, na bahati nzuri hakuna mwenzetu ambaye amewahi kufa akarudi akaja kutusimulia kule kukoje. Mimi nakwambia Mungu ameweka fumbo kubwa sana, na ili fumbo inawezekana tukifa tunaenda sehemu nzuri kuliko hapa tulipo, na ndio maana kila mmoja anaogopa. Na sio lengo la Mungu kwamba tugombanie kwenda tunakoenda, ila Mungu ametuleta hapa ili tuitekeleze kazi yake. Kama alivyosema PFD, cha kwanza kabisa ni kuifanya dunia kuwa sehemu ya kuishi kwa mwenzio. Ili dunia iwe sehemu ya salama ya kuishi kwa mwenzio, tetea haki yake. Ukiweza kutetea haki ya mwenzio, maana yake umeifanya dunia kuwa sehemu salama ya kuishi, sio tu kwa mwenzio, hata kwa kizazi kijacho. Na uje utetee haki ya mwenzio, kuna wakati inabidi usacrifice maisha yako. Leo angalia jinsi tulikofikia. Bandari kaishachukua DP World. DP World amepewa bandari kwa shilingi ngapi? Kwa bilioni za Kitanzania 675 kwa mwaka, kwa miaka 5. Tanzania ni ya kushindwa kuwekeza bilioni 675 kwa miaka 5?
ambao kila mwaka inaingiza trilioni 7. Unakuuza kitu kinachokuingizia trilioni 7 kwa bilioni 135 kwa mwaka. Sijui kama hawajachanganyikiwa, basi aliyowaloga inapaswa naye tutafute muda naye tumpongeze. Saa hizi tunadaiwa na deni. Sasa nikwambie, kwa sababu liko against US dollar, deni lina appreciate, linakuwa halishuki. Tukilipa tunadaiwa trilioni 120, tukilipa trilioni 10, baada ya miezi 6 US dollar inapanda against T shillings, deni linafika trilioni 125. Tulilipa trilioni 10 kutoka trilioni 120, deni linafika trilioni 125. Mwigulu anasema nini pale bungeni? Mimi simuelewi. Unajua kachanganyikiwa? Unajua kachanganyikiwa? Jamani, nawaambia sasa kitu msichokijua, serikali haibi hela huku mnakoona nyie kwenye macho. Serikali inaiba hela through financial industry market. Kwenye financial industry market, kwenye masoko ya fedha ndio serikali inaiba pesa. Sio kile ambacho unakiona kwa macho kwamba sija Angela Kiziga na bilioni 2, sija Angela Kiziga sija na bilioni 4. Hivyo ni vitu vya macho. Nataka nikwambie hawa jamaa wameinvest kwenye masoko makubwa ya pesa. Nenda kwenye New York, nenda kwenye London Stock Exchange, nenda kote kwa wamewekeza vibaya mno. Si jambo la kuliangalia kwa macho ya kawaida. Wanakuja, wanataka sasa ile dhahabu ambayo imekusanywa miaka yote, National Reserve, wanaenda kuiuza. Alafu wanakuambia kwamba ni kawaida kwa serikali kuwa inauza reserve yake. Sio kawaida, wamebanwa mbavu, hawana pesa za kigeni. Nchi haina pesa za kigeni. Kwa nini nchi haina pesa za kigeni? Kwa sababu hakuna uuzaji wa kufanya export. Sisi tunafanya export, sisi tunafanya import. Na tukifanya export, wanaofanya export wanakuja kuwa tax refunded. Yaani wanakuja kulipwa wao hela badala kuilipa serikali. Wanatengeneza mazingira, kuna kitu kinaitwa tax refunded. Ukichukua export ukiminus import, ikiwa export kubwa inatakiwa kurefund kile kiasi. Kwa hiyo unakuta mtu anazalisha hapa, anaingiza mzigo bure, anasema kwa ajili ya kufanya kutengeneza bidhaa, anaingiza material bure kwa ajili ya kusema anatengeneza bidhaa nitakao fanya export. Anapata msamaha wa kodi, anatengeneza ile bidhaa, siku ana export hapewi yani. I say, kiukweli tumeupiga mwingi, lakini tunahitaji tufanye kubwa zaidi saizi. Kwa sababu, kwa nini nimesema haya yote? Kwa sababu saizi serikali haina nguvu hata tena ya kuingiza jeshi mtaani. Hawa wanajeshi tusubiri tukitambo tu kidogo, watakuwa walipi kabisa mishahara. Mimi nakwambia ile kauli yako PF na pesa kusema nchi za wenzetu walitengeneza mazingira, jeshi likawaunga mkono. Sisi migambo wasio ni migambo, kwanza hatutaki watuunge mkono au watajua wenyewe, ila muda si mrefu wote tutalia atipa, tutalia kilio kimoja, wote tutarani atipa, wote tutakuwa atipa. Yani ukiwaangalia wao jinsi wanavyocheza parade na sisi wa mtaani jinsi tunavyocheza parade, wote tutacheza parade moja. Kwa hiyo mimi ndugu zangu niwashukuru sana, niwaache wengine waendelee, lakini ninachotaka kusema ni kwamba kuna mambo mengi sana huku nyuma yasiyoonekana kwa macho. Ndugu yangu PFD, umeongea kwa uchungu sana. Inawezekana kwa sababu pia as a human being umeangalia mambo machache leo kwa macho, lakini kuna wakati ukikaa ukitafakari peke yako kwa mambo yasiyoonekana kwa macho, tumepiga hatua kubwa sana. Kama Gen Z tumepiga hatua kubwa sana. So mimi nikupe tu hope, usikate tamaa.
Usikate tamaa, na tuko kwenye good track. Tupo kwenye good way. Kwa hiyo tuyaangalie mambo yanaonekana kwa macho, tuyaangalie na mambo yasionekana kwa macho. Huyu mama saizi ametengwa mpaka na yule rais mwenzake mwanamke yule Netumbo yule alipita juzi hapa. Netumbo alipita akaja hapa kaenda akatoa speech pale chuo kikuu cha Dar es Salaam. Katengwa kwa sababu yule mama yule mwenzake amemwangalia, ameona hili ni galasa, lina akili mbovu, litaniharibia hata ndoa yangu, litaniharibia hata mahusiano na watu wangu. Kaka mbali yule mama, mwa yuko bwana anakuja hata kumtembelea. Hajawahi hata kuja kumtembelea. Yule mama ameendelea na mambo yake mengine kabisa, kwa sababu amekuja kugundua alikuwa na dili na stupid. Kwa mimi niwaambie, tuko sehemu nzuri guys, tuko sehemu nzuri. Muangalie Mwigulu anapoongea, muangalie usoni. Unajua uso unaongea kitu. Muangalie macho na paji la uso. Akitoka pale mimi nahisi akiingia kwenye chumba cha peke yake, yani anaona aibu mwenyewe yani. Akijiangalia kwenye kioo anajionea aibu mwenyewe. Sasa hapo mbavu wanatoka barabarani siku kuja kutupiga kwa ajili ya nini? Sisi ndio tumeshusha shilingi thamani. Si mwenendo wa kiongozi wao unaomlinda. Na mimi nasema, mimi namuomba Mungu shilingi iendelee kushuka thamani. Mimi namuomba Mungu shilingi iendelee kushuka thamani. Nyie wengine kama mnamuomba Mungu shilingi ipande, mimi namuomba Mungu usiku na mchana shilingi iendelee kushuka thamani. Muda si mrefu tutakaa wote sehemu moja. Muda si mrefu tutakaa wote sehemu moja. Hapo ndipo penye kulia na kusaga meno. Laana, nchi imesha kunywa damu za watu. Hatuwezi hili jambo nataka niwaambie, halitoisha salama. Nataka niwaambie mpaka waliohusika waje watubu dhambi, ambapo ni serikali. Alafu tukubaliane wote kwa pamoja kama taifa, tukawalilie wale waliokufa kwa pamoja. Sio tulie sisi peke yetu ambao tunaandamana, ambao tunalipigania hili taifa. Tukubaliane wote kwa pamoja kama taifa, walioua na tuliouliwa ndugu zetu, tukawalilie kwa pamoja. Ndio nafuu itaanza kuonekana, ndio tutalima na vitu vitachipua. Tutazaa na watoto watakuwa na akili. Lakini vinginevyo nakwambia itafika wakati tutazaa watoto mataila zaidi. Nchi imesha kunywa damu, sio kitu kidogo. Naongea hivi spiritualize. Nchi imesha kunywa damu. Samia sijiangalie yeye. Watu wa dini badala kumkaribisha kwenye majukwaa yenu, mwambieni ukweli. Spiritualize hicho kitu kikoje? Spiritualize hicho kitu kikoje? Mwambieni ukweli. Inchi tutalima hata karoti haitoota. Tutapanda mbegu hazitochipua. Mito itakauka. We twende tuone. Twende tuone. Tutakuja tuandike historia ambayo kama tutakuwa tunakumbuka, watu watatuuliza kiini cha hiki kilichotokea ni nini. Kuna kitu, kuna something nature, something of nature imekuwa violated. Ni nini? Watatuuliza. By that time si tutakuwa wazee, watatuuliza. Tutaanza kukumbuka nyuma tulikosea wapi. Tutasema alitokea mpumbavu mmoja akamwaga damu kwenye hili taifa. Since then hakuna kitu kimwahi kuchipua kwenye nchi. Shilingi, angalia tu, tunaanza picha linaanza. Shilingi haichipui saizi. Shilingi haistawi. Shilingi sasa kadri siku zinavyozidi kwenda inazidi kunyauka. Hapo ndio penye ndio pa mwanzo. Shilingi inazidi kunyauka, wasenge waongezeka. Shilingi inazidi kunyauka, wasenge waongezeka. Shilingi inazidi kunyauka, mambo ya ajabu yanaongezeka. Suleiman. Kwa haya yote. Suleiman. Karibu. Samani na kukatiza. Unajua sasa hivi nakumbukaga vitu samani, msiwe kama wanaingilia. Nakumbukaga vitu afu nisipoongea na sahau. Kuna kitu kingine kila wakati mkiwa mnaongelea mambo ya silaha, mimi nafikiria kinasema sasa hizi ni akili za jaba au ni reality. Lakini unajua hizi silaha, unajua saa nyingine tuna natural sumu nyingi sana.
Kuna mtu aliongea kuhusu madaktari tena, alipokonya point, nadhani alikuwa PDF, nadhani alipokonya point yangu. Unajua kuna dawa tatu ukimpaka mtu analegea. Japokuwa najua, sijui kwa Tanzania upatikanaji wake, nadhani of course utakuwa rahisi kuliko nchi za nje, sababu hivyo ni vitu ambavyo vinalindwa sana, sababu wanajua madhara yake. You know, lakini yani hata madokta yani lazima tuende sekta zote kama visavu. Unajua ile nature itaanzia mpaka sumu, itaanzia kila kitu za kujilinda, za kuattack. Kwa hivyo hivyo vitu pia vinaonekana vidogo, lakini vizuri tukijaribu yani kupanua akili yetu tukajifunza. Umeona, kwa sababu hata watu wa zamani walikuwa wanapigana na nini? Najua it's sad kuona kama tunarudi zamani, lakini kwa kweli Tanzania na Afrika tunaishi bado maisha ya zamani. Tukubali tu kweli. Umeelewa So hivyo vitu pia msivipuuzie. Hata ya mambo ya kuweka mavi kwenye sijui plastic bag, mikojo, lakini yani mimi mkatoa dogo kuna vile vimiba fulani vile unamchoma mtu kwenye shati, yani mambo ya tu utoto kucheza. Sasa natamani vile vitu kama vingekuwa kama kuna sumu fulani, jamani tufanyie research vitu kama hivyo. Unamdunga mtu na kitu ajue hata imetokea wapi, anaanza tu kuvimba na kufa, acha akasema alilogwa. Hivyo vitu vinatokea kila wakati, watu wanafa kila siku wanasema kama amelogwa, kumbe amekanyaga tu misumu huko, amekanyaga kitu huko. Unaona Kwa hiyo harakati kila kitu ni silaha. Watu wenye watu wanaofanyaga sio asili, tiba za asili, sio uchawi, sio mambo ya waganga, lakini yani kama tiba za asili, yani ni sumu gani ambayo ikimdunga tu mtu ataki kitu kidogo inagonga nervous system yote kuma. Kwa hivyo vitu pia sio vya kupuuzia. Mimi nadhani mimi nakumbuka juta wakati niko Mbuyuni kwa Kikwete alikuwa akija kumfuata huyu malaya wake huyu. Sisi kwa nini ningempiga manati yule baba, asingekuwa palipo leo. Ningefetua manati ile kwenye jicho, sio alipo leo. Wala nilipoteza chance yangu. Kwa hiyo mkapoteza chance nilopoteza mie, lakini ilikuwa tu ni wanzo. Nilikumbuka wakati naongea before, nilikumbuka hiyo ya madaktari, lakini tena mtu mwingine akawa anaongea, sasa nikasema acha niongee hata kama naukatiza nisamee, lakini nilikumbuka. Haina shida, umeongea sahihi sana. Hata mimi hapo pia nimekumbuka kitu kimoja. Mimi nataka nikwambie kuna mapigo mengi ambayo yanaonekana. Kwa mfano, ngoja tu niwaambie. Hapa tuliokuepo hapa, hakuna mtu ambaye hana ndugu yake huko juu mwenye nyazo kubwa. Most hapa ndugu tuna ndugu mmoja au wawili au kwa namna moja au nyingine, tuna fulani ana nafasi kubwa huko juu. Tunajua kinachoendelea. Yaani kilichopo hata saa hizi pia, msifikiri serikali, unajua hakuna kitu kibaya kama wakati wowote kama kukuta watu unaotaka uongoze hawakupendi. Saa hizi kuna shida kubwa sana. Serikali inataka kufanya maliziano, lakini tatizo linaanzia wapi? Wananchi ndio waliokosewa. Kwa hiyo kama kufanya maliziano, inabidi usiende kufanya na chama cha siasa, inabidi ukafanye na nani? Na wananchi. Kwenye wananchi utamchukua nani? Kwa sababu sisi hatujulikani. Na sisi tumesanda, hatutaki kwanza maliziano, tunachotaka ni serikali itoke madarakani by hook and crook. Wanasema angekuwa Lissu ingekuwa ni rahisi, ingekuwa chama cha siasa ingekuwa ni rahisi kwa sababu unadili na kitu kinachoonekana. Sasa sisi hatuonekani. Wewe uone laana hiyo. Inafika sehemu unaanza kudeal na unforeseen. Yani sisi tuko kama illusion, yani sisi tuko kama atuonekani, alafu wanatamani siku moja tukasema hivi, tuko tayari tukusanyike pale uwanja wa Taifa, njoo tumwambie nani mmebaka uchaguzi, tumwambie nani mmeua watu. Wanasema wanapata tabu. Ndio maana sikiliza, hata speech, hata Mwandambo wakati anaojiwa alisema, bwana, nilivyoitwa nikaambiwa, unajua Mwandambo, saa hizi kuna gepu kubwa sana baina ya serikali na wananchi. Sasa serikali inajitahidi kusogeza ukaribu baina yake na wananchi. Kwa hiyo wewe unavyoongea vile unazidi kuweka nini? Gepu. Mwandambo ni mmoja tu. Mmembana Makende ameweza kukili kile alichokili, yeye kakaa chini. Sisi wengine tunataka kusema. Jamani, naomba mnipanue akili. Mwandambo ni nani? Ni yule baba anasemaga mimi baba yenu, au mnatumia tu jina kufunika? Hapo nimekwama. Ndio huyo. Ndio huyo alisema kwamba yeye alikamatwa kama katika staili ya kutekwa. Tukapiga sana kelele Mwisho wa siku akaja Mwandambo akatoka. Alivyotoka akasema, bwana, mimi kiukweli nimewekwa chini, nikaambiwa tena na msaikolojia wa polisi,
wa usalama, nikaambiwa bwana, unajua unachokifanya saa hizi serikali ina gepu kubwa baina serikali na wanajua na wanaumia. Usifikiri wamekaa kwa wanataka sasa, wanashindwa. Ni ngumu kufanya maliziano na wananchi. Mwananchi utafanya naye maliziano yupi? Ndio maana wanataka kujifanya wanapita pita huko, si KKT, makanisa ya kipumbavu kabisa. KKT za zamani hazikuwa hivi, ni makanisa yenye misimamo. Wakina Martin Luther King hawakuwa pumbavu kiasi hicho mnachofanya nyie viongozi wa kanisa la KKT Tanzania. Mnakaribisha mtu ambaye amenajisi, mtu ambaye ameua, mnakaribisha dhambi madhabahuni. Mnakaribisha dhambi madhabahuni. Alafu wanakuja wanasema kwamba eti hizi ndio sera zangu za elimu. Nani amekwambia sasa hizi tunataka elimu? Nani amekwambia sasa hizi tuna shida ya ujinga? Elimu mliotupa imetutesa sana, imetufikisha mpaka tulipo. Kwa hiyo kiukweli mapigo ambayo serikali sasa hizi tunaiumiza ni mengi. Ni mengi. Yaani mapigo ambayo serikali sasa hizi tumeiumiza ni mengi. Na tunazidi kuiumiza zaidi kwa sababu ndio muda huu vijana wana organize kuingia msituni, hawajui msitu gani, hawajui hao vijana wakina nani. Ndio muda huu vijana wana organize kushika silaha, ndio muda huu hawajui silaha watazitoa wapi, ndio muda huu vijana wanataja mbinu ambazo hata wenyewe hawazijui. Ndio muda huu wewe unategemea hapo nani atalala usingizi? Kila mmoja saizi anacheza ngoma yake. Mkuu wa tisi anacheza ngoma yake, mkuu wa jeshi anacheza ngoma yake, mkuu wa polisi anacheza ngoma yake, kila mmoja anacheza ngoma yake. Huyu mwingine ndo ameambiwa kwamba ukikatiza tu kwenye mikutano ya siasa nikikuona nakula kichwa. Kaka yake Polepole amekaa kimya, hajajua atachukua hatua gani, kakaa kimya. Yaani unaambiwa uoga ni mwingi. Hakuna kitu kibaya kama kuwa muoga. Hakuna kitu kibaya. Hakuna kitu kibaya kama muoga. Inatesa sana, upati usingizi yani. Shilingi inaenda kushuka, deni la taifa linakuwa. Kumbuka deni la taifa limekuwa. Deni la taifa limekuwa bila kukopa. Deni la taifa limekuwa. Kwa sababu ya nini? Shilingi imeshuka thamani. Vijana wa kiume wanauza miili yao nyuma, wanajiuza nyuma, wote wamefumuliwa, mbakia mapango tu. Wachache tuliobaki ndio tuko tunapambana huku. Kwenye nchi hiyo, nchi ambayo ina wasenge, nchi ambayo vyombo vyake vya ulinzi na usalama ni wafiraji. Unategemea kiazi kitachipua? Unategemea mahindi yatachipua? Wewe subiri, ni jambo la muda tu. Kama mavuno tuliyapata ya kabla ya tarehe 10 2025 ni mavuno ya mwaka juzi. Subiri mavuno ya mwaka huu uone kama mvua itanyesha. Wewe umewahi kuonaga kama sisi huku Mbeya mvua mpaka saa hizi inanyesha kwa kusuasua? Sijui nyie huko Dar es Salaam kama mvua inanyesha. Umewahi kuona mvua inasuasua hivi? Mbeya ndio tulikuwa tumebarikiwa ardhi muda wote mvua inanyesha mara 4 kwa mwaka. Kiko wapi sasa hizi? Nataka nikwambie, wasipotokea watu wakakiri hivi vitu, na mimi nawaambia wasifikiri wamewachoma ndugu zetu moto, wamewachimbia mashimo, wamewafukia, wameenda kuwasaga na mashine, wamewafukua wakaenda siku wafanyaje, wasifikiri hatujui. Mimi nataka nikwambie hivi vitendo vyote, kufukia na kufukua, havifanywaji na wazee, bali wazee inawezekana wana organize na kusimamia. Hivi vitendo vimefanyika na vijana. At maximum watakuwa na miaka 35. I'm really telling you, miaka 50 ijayo kutakuwa kuna baadhi bado wapo hai. Watatuambia walipelekaga wapi. Tuna miaka 50 bado tutakuja tujue. Tuna miaka bado tutakuja tujue. Tangu 60 mpaka saizi 2024 ni 26 ni miaka 66. Leo hii tunakuja kujua kwamba uhuru wa Zanzibar kuutafuta Karume, tunakuja kujua kwamba wakina Abdulrahman Babu walisingiziwa, tunakuja kujua kwamba Nyerere alikuwa ni muongo. Unafikiri kuna watu bado wapo wakati Nyerere alikuwepo wanatuambia kwamba yule alikuwa ni muongo, ukweli ni huu, na wanaandika. Kwa tutakuja kujua hivi vitu hata kama mnaficha. Watoto wa Nyerere leo hawapo hai, si wapo? Mke wa Nyerere leo hayupo hai, si yupo? Na wewe Samia, nakwambia kuna siku utakuja wewe kufa, watabakia watoto wako, mme wako, mdogo wako, dada yako, mama yako au baba yako.
watatueleza kwa nini walizaa mtoto aliyetufikisha hapa tulipofika. Kwa ni jambo la muda tu. Ndugu zangu, ni jambo la muda tu. Mimi sina wasiwasi kwa sababu I know after 50 to 60 years still information zitaendelea kubaki hizi ya kile mahali pale pale, na watu watabaki wale walio hilo tukio. Wapo. Ndio maana nakwambia waliofanya hayo matukio, waliotekeleza ni vijana. Na kama ni vijana at maximum watakuwa na miaka 30 hadi 35. Wengi watakuwa kwenye 30 kwa sababu ni wengi. Maana kama 30 tuwape miaka 50 ijayo watakuwa na miaka 80, watakuwa wazee wa miaka 80. Tunaelewana sio? Kwa hiyo ni jambo la muda tu. Na nataka niseme kwamba tulikofikia tumefika pazuri, tusife moyo, tushikilie hapa hapa. Kwanza kabisa picha linaanza, hatuna migogoro ya kwenye magrupu. Magrupu saizi yamenyooka. Watu wanaingia wanatoka, hakuna kubishana, hakuna kufanya nini. Suleimani amepanda anaongea mpaka anavyomaliza anasema niwapishe na wenzangu. Mimi naomba niishie hapa, niweke nukta hapa na wengine waendelee. Ukweli tuko sehemu nzuri, asanteni. Asante sana kaka Suleiman. Hapo naomba nimkaribishe. Nimemwasha maiki. Naomba nimkaribishe Omia, sijui. Karibu Omia. Nafasi niongea na nishuke kidogo hapo. Okay, saizi uko sawa. Haya, karibu. Jamani, kuna kitu fulani hichi hapa kidogo, kama tukiweze kukipa sana agenda, ila agenda hii hapa ni kidogo yani kuna kitu fulani hivi kwenye ulimwengu wa kiroho. Unajua kuna vitu vingine tunatakiwa tuende na mbele na turudi na nyuma. Kuna kitu ambao kuna mtu anasababisha ulimwengu wa kiroho ukao unaenda tofauti. Anazidi sana kutuchanganya wa Tanzania. Huyu anoitwa Mwamposa, kama tutaweza kudili naye papendekula au tunaweza kafanya chochote kuhusu yeye, tutaliokoa 1% kubwa sana taifa letu hapa tunapoendelea hapo mbeleni. Kwa nini nawaambia hichi? Kuna mfumo fulani, amini usiamini, kwamba uchawi umo. Hata kama tukiweza kukataa hapa, ila tuamini uchawi umo. Yule mzee yule ana asili fulani hivi ya kiuganga na kuyaona matukio mengi ya mbele yanayokuja. Mama huyo mshenzi ndo anamtegemea yeye, ndio mtu anomtegemea sana yeye. Ndo maana mara nyingi huwa anakopo naye sana jirani, vikao vingi, na kumwelekeza na njia gani za kupita, nini za kwa. Tukimfinya huyu mganga wa kienyeji huyu, ambapo saizi anaweka pasta, yani uganga wa kienyeji anaubadilisha kuwa kama ni pasta, kweli tutafanikisha pakubwa sana. Inabidi tutumie muda wa kumwekea agenda, kama siku nzima live zote zikakaa zikamuongelea na tukamrusha kwenye magrupu kumtangaza ushenzi wake, tutampunguzia nguvu fulani hivi na tutampunguzia ujirani mwema na huyo mshenzi, kwa sababu atajua kabisa moja kwa moja kule kujiposti pamoja na yeye, vitu vingi sana vitakwepo vinatoka nje, hata kwepo naye jirani. Tukubali tukatae, huyu mama huyu Mwamposa huyu ndio chachu ya mama yule kusimama. Tukubali tukatae, yani yule ndo mshenzi nambari 1 yani hapa Tanzania. Huyu ndo anotuulia sisi nchi yetu, Mwamposa. Pamoja na hao akina Yovidevi, angalau hata kidogo Yovidevi hakagi sana, lakini huyu Mwamposa ndiyo mtabibu maarufu kweli ambao anatuharibia sisi hapa nchi yetu, ambaye amini usiamini ulimwengu wa kiroho umo, uchawi umo. Kwa hiyo kama tunaweza tukafanya chochote ili kumkata maini huyu mshenzi, tutakopo tumeshaliokoa Tanzania. Mimi nakwambia kweli, huyu mama alikuwa sio kufika hadi mwaleo. Huyu vitu vingi sana anavijua huyu Mwamposa. Amini hicho ninachoelekeza. Kama tunaweza kufanya jambo, tufanyeni jamani.
kabla sijasahau, unajua nimepanda sasa hivi, ninapewa ruhusa? Endelea. Endelea tu dada. Shukran. Mimi naomba niongee, I beg to differ, maanake wanasema kuna kukubaliana kutokukubaliana. Tunajua kabisa ulimwengu wa roho ni dhahiri kabisa, na hivi vitu havijaanza jana wala juzi, vimeanza since then huko, hata kabla nchi yetu haijakabidhiwa uhuru. Nyerere mwenyewe amefanya madudu mengi, mpaka vile alikuwa karibia kuondoka duniani alikiri kabisa, sijui alizikwa na wazee Bagamoyo, vitu vingine hivyo.